wewe utakuwa mwalimu mkuu zaidi ya yale nitakayosema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kama nilivyosema, ujumbe wetu unasema faida ya kusifu na kumwabudu Mungu usiku. Naomba nisome maandiko ya kusimamia kama ya msingi kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 16. Tasoma mistari miwili tu. Mstari wa 25 na wa 26. Matendo ya Mitume 16, 25, 26. Neno la Mungu linasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Mstari wa 26 anasema, ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Haleluya. Nataka nikupe utangulizi huu napoendelea na somo hili. Tumesoma habari za Paulo na Sila, na ni habari ambazo zinafahamika. Paulo na Sila, ukizungumza habari ya gerezani, hii haihitaji mtu wa elimu fulani kujifunza. Ni habari inayofahamika. Unajua kwenye Biblia kuna habari ambazo zinafahamika, hata mpaka wa duniani wanaweza kuwa wanafahamu, hajui imeandikwa wapi, lakini habari hiyo anaijua. Habari ya Paulo na Sila sio ngeni masikioni mwetu. Lakini hawa ni watu ambao walikuwa wamefungwa. Wakiwa wamefungwa gerezani, si kwa sababu wameiba, sio kwa sababu wamefanya kosa lolote, ni kwa sababu wamehubiri habari za Yesu mahali ambapo hawakutaka watu wale kusikia habari za Yesu. Wakawakamata, wakawaweka gerezani. Sasa Paulo na Sila walifungwa gerezani kwa sababu ya Injili, lakini walipigwa viboko na kufungwa minyororo. Lakini badala ya kulalamika, waliamua kuomba, kusifu na kumwabudu Mungu usiku wa manane. Usiku wa manane. Mara nyingi usiku ndio mahali ambapo mtu anaweza katafakari aidha vitu vizuri au vitu vibaya, hasa anapokuwa peke yake. Hata vijana, huwa nasema na vijana mara nyingi, vijana wengi usiku ndio wanaweza wakatafakari mambo machafu na mabaya kuliko wakati mwingine. Hawana muda kumtafakari Mungu. Na ndio maana Mungu anamwambia Yoshua anapomwagiza, anasema, sasa ili uweze kufanikiwa, ni kweli umekuwa pamoja na mimi tangu tumetoka Misri, na sasa Musa amekufa, na sasa unaendelea wewe. Pamoja na kwamba ninakuamini, lakini bado ninakupa maagizo. Anamwambia maneno haya yasoke kinywani mwako. Sio hivyo tu, lakini uyatafakari usiku na mchana. Halafu kwa kufanya hivyo ndivyo utakapostawi na kufanikiwa sana. Sasa usiku ni muda ambao watu wanatafakari vitu vingi. Anaweza kuwa mtu anatafakari biashara zake, anatafakari maisha yake, anatafakari mapito yake. Sasa kwa mtu ambaye anapitia jambo gumu, labda yuko kwenye magonjwa, yuko kwenye jaribu fulani, usiku anaweza kautumia kutafakari kwamba kwa nini niko kwenye hali hii. Sasa Paulo na Sila wakiwa wamefungwa, ningetegemea kama mwanadamu wa leo, pengine ningekuwa mimi au ungekuwa wewe au sisi wa siku za leo, tungekuwa tunatafakari. Labda ningekuwa kutafakari, imekuwaje Mungu nimekuja kukuhubiri wewe, halafu leo niko mahali hapa. Naanza kutafakari mwisho wake, natafakari hatima ya kufungwa kwangu, natafakari mambo mengi kwa sababu ya kupita hapa. Lakini tunamuona Paulo na Sila, badala ya kuingia kwenye tafakari ya vile wanavyopitia, maandiko yanasema wao wakageuza kibao, wakaanza kumsifu na kumwabudu Mungu. Haleluya. Wakiwa usiku. Kumbe tuna nafasi ya usiku. Wakati niko kwenye jaribu zito, wakati niko kwenye wakati mgumu, wakati niko kwenye shida, huo ndio wakati wa kuanza kumtafakari Mungu, wa kuanza kumwimbia Mungu, wa kuanza kuomba na kuanza kumsifu. Ngoja nikwambie, kumsifu, sifa maana yake ni kuzitaja sifa za kitu. Ndio unakuta mtu anasema kwamba sifa ya hili gari, sifa ya hiki chombo, sifa ya hii speaker. Yaani anapotaja sifa, manake vile vilivyoambatana naye. Sasa sifa za Mungu ni hizi. Sifa ya Mungu ni Mungu ni mzuri, Mungu ni wa upendo, Mungu anaokoa, Mungu anaponya. Sasa jaribu kufikiria wakati uko kwenye jaribu. Unapofikiri kwamba Mungu angekuwa amekuponya, halafu namwambia Mungu ni mzuri, uko gerezani. Mungu unaponya, uko gerezani. Mungu
Mungu unaokoa huko gerezani sio kitu chepesi. Ndio maana watu wengi walipoingia kwenye majaribu, badala ya kutafakari ukuu wa Mungu na wema wa Mungu, wameanza kutafakari namna ya kujiponya. Wameenda mbele za Mungu kumlalamikia Mungu kwamba Mungu inakuwaje. Unajua kuna wakati mwingine unaenda mbele za Mungu sio maombi, ni malalamiko. Mungu, mbona unapitia hivi? Mbona mimi niko hivi kwako? Mimi mbona nimeokoka? Wakati mwingine unaanza kutubu na dhambi ambazo huzijui kwa sababu unatamani uone Mungu anafanya. Lakini Paulo anatufundisha hapa na Sila ya kwamba wao badala ya kulalamika wakaanza kusifu. Na kama walikuwa wanasifu, sio kwamba walikuwa wanalalamika kwa Mungu, walikuwa wanazungumza uzuri wa Mungu. Halafu maandiko yanasema wafungwa wengine walikuwa wanawatazama na kuwasikiliza. Nilikuwa najaribu kutafakari, haijaandikwa kwenye Biblia, lakini nikawa najaribu kuwatafakari. Hivi wakati wanawasikiliza ilikuwaje? Nadhani walikuwa naona hawa jamaa, naona zimefiatuka, walokole haziwatoshi. Kwa sababu kweli huko gerezani umefungwa minyororo, halafu naimba wewe Mungu ni mzuri, wewe unaokoa, wewe unaponya. Si kama zimemchanganya huyo. Ndio maana walikuwa wanasikiliza, wanaona hawa jamaa, mimi tutegemea watamuomba Mungu afungue njia ya kuwatoa hapa. Wao wanasema Mungu mzuri wako humu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni jambo gumu kumsifu Mungu wakati wa usiku. Sasa hapa mimi kwenye somo langu naomba utazame usiku katika namna mbili. Huko usiku wa kawaida kama tulionao sasa, wajua kuchwea. Lakini huko usiku wa maisha ambapo unafika wakati mgumu, huko kwenye giza, huelewi utatokea wapi. Huelewi, unaona kama dunia inakucheka. Unaona kama dunia imekuacha. Ni kama dunia imekukataa. Ndugu wamekutenga. Unajiona uko peke yako, huo ni pakwenda. Huu ni wakati wa usiku. Hapo ndipo mahali ambapo unatakiwa utenge muda wa kusema Mungu wewe bado ni mzuri. Pamoja na mateso nilionayo, bado Mungu wewe ni mzuri. Haleluya. Sasa unamuona tuna mifano ya kujifunza kwenye Biblia. Moja ya mifano ambayo mara nyingi tumeitumia, wahubiri wengi na mimi nimeitumia, yuko mtu anaitwa Ayubu. Ayubu najifunza kwake. Akiwa usiku wa manane, sio saa moja, sio siku mbili, sio wiki, miaka, akiwa anaumwa, tena ni mgonjwa wa hali mbaya. Mtu mmoja alikuwa anajaribu kutusimulia, anatupa maelezo, anasema ukisikia Ayubu alikuwa anaumwa majipu mwili mzima, na akalikuna na kigae akaketi. Maandiko yanasema akakaa mavumbini. Anasema unajua maana yake nini? Yule baba alitupa taswira fulani ndio nimewahi kukaona. Sisi kama nawe mwahi kuona taswira hiyo. Anasema umewahi kukaona, umewahi kumwona mbwa aliyeugua upele mwili mzima, kamekonde kama kanataka kufa, alafu kanaenda kulala kwenye majivu pale ambapo labda sisi kule kwetu kwenye tamaduni za kwetu wakati mwingine usiku kama sasa